Wangu mimi nakushauri kama mimi dada yako, achana na mapenzi. Mapenzi sasa hivi yanaharibu watu. Hebu kazana kusoma basi mdogo wangu. Mbona sio msikivu wewe? Kama nitaingia kichwani niingie, ila mimi nakwambia hivi, wewe bwana uliokuwa naye anakudanganya na anataka tu kuchezea, ila hakupendi. Achana naye. Alafu nielewe mimi kama dada yako, yashanishinda sasa hivi, niko nyumbani. Kwa hiyo dada, tuseme kwamba wanaume wa Tanzania zima unawajua? Wewe mwanangu, mapenzi yatakuja kuniua ndugu yangu. Sasa kwani mapenzi yanakupeleka wapi sasa? Mwanangu, na mtoto mmoja nimekuja kumpenda, mtoto wa kiskuli dingi. Acha kabisa. Wallahi ananipeleka resi kinoma. Chana wanafunzi wangu na kushauri chana wanafunzi. Asante, achana naye mwanangu, nimeshampenda yule mtoto sana, mwachaje dingi ndo kama hivyo, yani nilishampenda. Unajua wanafunzi wana matatizo wachukua. Tuja kukamatwa sasa mwanangu, nakwambia hivyo. Achana nao. Sasa achaje mwanangu, kama mtoto kama yule pale ndo tayari shampenda. Haya mimi nitamwachaje sasa, ndo kama hivyo tayari shampenda. Tuja kukamatwa sasa mwanangu, nakwambia hivyo. Achana nao. Mimi nakushauri mdogo wangu, kama utalisikia likusikie, na kama litakuingia lisikuingie, ila mimi nakupa ushauri. Dada, wewe alikushinda kwenye mapenzi na masomo. Acha mimi focus na mapenzi na masomo. Alafu hiyo sio juu yako, ni juu yangu. Haya. Sawa. Asisikia la mkuu vunjika guu. Hivi kweli kwa. Yaani mapenzi na masomo yani uchanganya. Hilo jambo gumu, ila litabuingia kichwani. Asiponielewa mimi kama dadake, atajua mwenyewe. Lengo langu mimi katika hili ndio nataka nihamasishe vijana kwamba shughuli ile ya ubebaji wa mizigo una kipato kiasi fulani, na istazamiwe na jamii kwamba ni kazi ambayo ya watu ambao hawajasoma. Serikali yenyewe bado inatuhitaji vijana. Sawa, tunapaswa tutumie nguvu zetu sisi kisha tuweze kufikisha mapato makubwa serikalini. Ndio kabisa. Umeona bwana? Na mbali na yote, wewe hakikisha unawasihi vijana mbalimbali. Simba, nilishakwambia mwanangu, hii michongoma, kazi ngumu. Ngoma imedunda mshikaji wangu, tuingie mchongoni. Alafu wewe unayumba wapi mshikaji wangu? Tena unaanza kulegeza, ushaanza kupoa maneno sijui na au umepata kademu mwanangu mshikaji wangu Swahilini huko na wewe naye bwana. Kwa maana mimi Simba wangu imekaa nikawaza, mimi sitaki tena. Kwa maana mimi nimekaa pale ndani, hamna muni alikuja kuniona. Mimi majanga yananikabili. Subiri mimi nitoke tuje kwanza kupanga madili. Mimi naumia mwenyewe kule nimekaa ndani. Alafu wewe ukishakuepo kule Ngome mwanangu, mimi siwezi kuja kwa sababu wewe mwenyewe watu wanajua tuna timu. Kwa hiyo ina maana hivi mimi ile kutokuja pale ni kwamba hivi mshikaji wangu, yani najiepusha na mengi kama hivi uko nje ya Ngome. Sasa hivi ndio unyamwezi sasa. Ajira zimekuwa chache sana. Ndio kabisa. Kwa hiyo mimi hilo swala lako bwana, hilo lazima mimi nilifikishe kwa vijana. Nikamwambia vijana bwana, tupambane sasa hivi kabla tujazeeka. Sawa. Tutumie nguvu sasa hivi. Sawa. Kabla bado vijana, sio tukazeeka tukaanza kujutia baadaye. Na nitaendelea kuwashauri vijana mtaani. Watumie nguvu zao sasa hivi kabla hajazeeka. Yaani lazima niwashauri vizuri bwana. Hilo kwangu mimi limefika. Nasema. Maana ile kazi mimi mwenyewe sinaijua. Kabisa. Nani kazi yangu pia. Tuitende vyema. Kuliko kwenda kuiba, lazima nikawashauri vijana. Watumie nguvu zao sasa hivi kabla hajazeeka. Afu huo ndo uhuni, ndo usela mwanangu. Sio kwamba kuja kukucheki kule tungekuja kukamatiwa wote. Mimi bora usela kama mnanikataa fresh. Ila mimi usela wizi tena basi. Hapana Simba usiseme hivyo mwanangu. Afu unajua kabisa wewe mwanangu tunakutegemea kwenye kikosi chetu mwanangu. Nimekaa nikawaza, mimi sitaki tena. Kwa maana mimi nimekaa pale ndani, hamna muni alikuja kuniona. Mimi majanga yananikabili. Subiri mimi nitoke ndo tuje kwanza kupanga madili. Mimi naumia mwenyewe kule nimekaa ndani. Kwa basi umeamua kudoji kabisa, ni kwamba unakimbia kikosi mwanangu. Mimi bora usela kama mnanikataa fresh. Ila mimi usela wizi tena basi. Hapana Simba usiseme hivyo mwanangu. Afu unajua kabisa wewe mwanangu tunakutegemea kwenye kikosi chetu mwanangu. Busy mwanangu. Kwa ndo kikosini yani ndo hautaki tena kabisa yani. Hautaki tena mwanangu. Endelea hivyo. Busy umezingua lakini. Mimi sitaki. Umezingua busy mwanangu. Sitaki. Basi hili
halina neno. Wewe pata muda, hakikisha una basi. Hamna shida ndugu yangu. Sawa sawa tasa. Hilo ndalifikisha hiyo. Mdogo wangu bwana, mimi kweli nimekaa nimefikiri sana, nimeumia sana, nishakufanyia vitu vingi na kweli sheria ipo, nishafanya vitu vingi, nishakupiga unaumwa, nishakuletea fedhea sana mdogo wangu, lakini nini, mimi nisamehe, hii kazi mimi naiacha kabisa kabisa. Kwa mimi sina neno, kwa mimi nimeshakusamehe. Ndio ni wewe tu hapo, kwa mimi moyo wangu uko safi, yani ni wewe yani ni wewe, kazi unajua kazi ziko nyingi kweli kweli. Kwa hiyo ukijishughulisha unaingiza kipato chako, kuachana na ujambazi, unaona. Yani ni wewe tu kujisikia, unaweza yani kazi unajua kazi ziko nyingi sana kweli. Kuna makuli, kuna kazi yani nyingi tu, yani fundi ujenzi, yani ni wewe tu. Kwa kama umeacha ujambazi, mimi kwangu nimeshakusamehe, sina shida na wewe tena, lakini sijajua nikwambiaje, lakini mimi kwa mimi nimeshakusamehe. Basi kwa hilo nikushukuru sana mdogo wangu. Mimi hilo ndalifanyia kazi na kweli kazi ni nyingi. Najaribu kujishughulisha mdogo wangu. Basi sawa. Na kama umesamehe kwa moyo mmoja bwana, mimi nakushukuru sana basi. Basi sawa, ngoja mimi nikuache kwanza. Haina shida mdogo wangu. Sasa maisha gani? Sijui kwa nini mimi tu. Mimi wizi nitaacha lini? Na mimi nipate kazi yangu niwe kama watu fulani. Hizi fedhea mtaani tunachukiana kwa nini? Haina maana yote.